Uhari gani mwanasoka mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, ni wasaa mwingine tena wa kuiangazia yale yote yanayojiri viwanjani, na kama ilivyo ada kwetu sisi tunamulika soka, tunamulika kabumbu kwa ujumla pamoja na yale yote yanayoendelea ndani na nje ya bara la Afrika katika ligi ambazo zinawasha moto vilivyo. Nazungumzia ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup na maeneo mengine yote ndani na nje ya Afrika kama vile ligi kuu nchini South Africa almaarufu kama Betway Premiership, ligi kuu nchini Misri almaarufu kama Egypt Premier League, lakini pia ligi kuu nchini Uingereza, Spain na Italy na maeneo mengine yote katika kila kona ya dunia. Lakini pia tunakwenda kuletea updates zote za michuano mikubwa barani Afrika. Hapa nazungumzia CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Kwa ujumla zote hizo utakwenda kuzipata hapa Bino Sports. Lakini pia utakwenda kupata updates zote kuhusiana na michezo ya kitaifa. Nazungumzia mashindano ya Chani pamoja na AFCON. Zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City unaotarajiwa kutimua vumbi mnamo mapema hivi leo. Mchezo utakaopigwa saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kwa ni mchezo ambao unakwenda kwa kutanisha kati ya mwenyeji Simba Sports Club ambaye anakwenda kumwalika mgeni wake Mbeya City Football Club kutokea jijini Mbeya, ikiwa ni hatua ya robo finali ya mtoano wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup msimu huu 2024-2025. Hivyo basi kuelekea mchezo huko, cha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ametangaza kikosi ambacho kitakwenda kwa kabili Mbeya City Football Club kwenye mchezo huo katika hatua ya mtoano ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup mwaka huu 2024-2025 katika uwanja wa KMC Complex uliopo wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kikosi ambacho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusonga mbele katika hatua za mashindano hayo. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Moja kwa moja tukiangazia upande wa milingoti mitatu, yani golikipa, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na golikipa wake Hussein Abel na kumpumzisha Ali Salim Katolo. Ikumbuke kwamba Hussein Abel amekuwa ni golikipa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia miguu yake vizuri katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi au hapo langoni. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi au hapo langoni. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani beki nambari 2, nambari 3, nambari 4 na beki nambari 5, na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na David Frank Kameta aka Ducho, huku mbadala wake akiwa ni Shomari Kapombe. Ikumbuke kwamba David Kameta Ducho anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo wake mkubwa wa kupiga mipira ya kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Farouk David ameendelea kumwamini David Kameta Ducho, na hiyo yote ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi dhidi ya mpinzani na uzoefu mkubwa alionao beki huyo wa kupandisha mashambulizi akitokea pembeni. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Kevin Kijiri na kumpumzisha Valentine Noma. Ikumbukwe kwamba Kevin Kijiri amekuwa ni moja ya mabeki bora wenye uzoefu mkubwa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ameendelea kumwamini Kevin Kijiri. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Karabu Chamu, huku mbadala wake ukiwa ni Abdurazak Hamza. Ikumbuke kwamba Karabu Chamu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya juu, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mbali kwa usahihi. Yoyote ni kutokana na kiwango bora na uzoefu aliokwisha onyesha beki huyo kwa muda mrefu. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Farouk David amechagua kwanza na Hussein Kazi. Kumbuka kwamba Hussein Kazi amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji wa hali ya juu dhidi ya wapinzani na uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa sahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutokea kwa wapinzani.
team. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na Augustine Okajefa na kumweka bench Fabrice Luamba Ngoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo akiweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kujiweka eneo sahihi, kucheza tackling kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira ya mbali kwa usahihi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na Debra Fernandez Mavambo, huku Yusuf Ali Kagoma akiwa kama mbadala wake. Ikumbukwe kwamba Debra Fernandez Mavambo amekuwa ni kiungo mwenye uzoefu mkubwa na uwezo mkubwa wa kukaba, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kuisaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa bora wa muda mrefu, kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia timu inaposhambulia. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na kiungo wake Jean-Jale Ahoua, huku mbadala wake akiwa ni Awesu. Ikumbuke kwamba Jean-Jale Ahoua amekuwa ni mchezaji mwenye mwendelezo mzuri katika msimu huu, akiwa na jumla magoli 12 ndani ya ligi kuu Tanzania bara na jumla assist 7 mpaka hivi sasa katika ligi kuu NBC Premier League. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo wa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna au aina tofauti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa shambuliaji nambari 7, nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu, huku mbadala wake akiwa ni Ladak Chasambi. Ukumbuke kwamba Eli Mpanzu amekuwa ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga mashuti na kutoa pasi za mwisho akitokea pembeni. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha mchezaji huyo raia wa Congo DRC, lakini pia Eli Mpanzu amekuwa na mchango mkubwa katika klabu kwa kufanikisha kuweka kimiani jumla ya mabao 2 na kufanikiwa kutoa assist 1 katika ligi kuu Tanzania bara, yani NBC Premier League msimu huu. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kushambulia, lakini pia kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Lionel Ateba Mbida, huku mbadala wake akiwa ni Valentino Mashaka. Ikumbuke kwamba Lionel Ateba Mbida amekuwa ni bora na mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports. Hiyo yote mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika eneo la wapinzani. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Joshua Mutale na kumpumzisha Kibu Dennis Prosper. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbuke kwamba Joshua Mutale amekuwa ni moja ya mihimili ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia akisifika kwa uwezo wake mkubwa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua vyema safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho, lakini pia kuweza kukimbia vizuri na akiwa na mpira. Na hiki ndicho kikosi cha Simba Sports Club, kikosi ambacho kimetangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Fadlu David kuelekea mchezo unaokwenda kwa kabili Mbeya City Football Club. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili uanze kupata video zetu.